Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Najua Bwana, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Tuimbe sote, najua Bwana anatengeneza njia, anatengeneza njia kwa ajili yangu. Soma nami katika Waebrania, kitabu ni cha Waebrania 4 kuanzia mstari ni wa 14. Hebrews chapter 4 verse 14. Kama umefika basi unaweza ukanijulisha na Mungu apewe sifa. Basi tuzingatie kwa makini imani tunayoiungama, maana tunaye kuhani mkuu aliyeingia mpaka mbinguni, Yesu mwana wa Mungu. Huyu kuhani mkuu wetu anaelewa kabisa unyonge wetu. Yeye mwenyewe alijaribiwa kama sisi kwa kila namna, lakini hakutenda dhambi. Basi na tukikaribie bila hofu kiti cha enzi cha Mungu mwenye neema, tupokee huruma na neema ya kutusaidia wakati wa shida. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante ni kwa ajili ya mchana wa leo. Jehova, tunapoenda kushiriki kwenye neno lako, nitumie kama chombo. Naomba Bwana uhudumie na ufikie maisha mtume hapa. Tubu dhambi na makosa. Mtakatifu wewe ni mkuu, uinuliwe na ukabiniwe sana ukiwa katika kiti chako cha enzi. Na ni kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai naomba na hata kuamini. Sema amen. Neno la Bwana lasema kutoka kitabu cha Waebrania 4 kuanzia mstari wa 14. Basi tuzingatie kwa makini imani tunayoiungama, maana tunaye kuhani mkuu aliyeingia mpaka mbinguni, Yesu mwana wa Mungu. Bwana Yesu na apewe sifa sana. Ninasema Yesu ni kuhani mkuu. Bwana Yesu na apewe sifa sana. Yaani Yesu ndiye ambaye anatuwakilisha. Kama hapa duniani tunao makuhani ambao wanatuelekeza kwenye nyumba la Mungu. Biblia inasema ya kwamba mchana wa leo tunapaswa kujua hata juu mbinguni tunaye kuhani ambaye alitolewa kama sadaka, akateswa, akakataliwa, akafanyishwa mambo ambayo sisi hatungeyaweza. Bwana Yesu na apewe sifa sana. Biblia inatuambia ya kwamba Yesu mwana wa Mungu ndiye kuhani ambaye ni mkuu. Na unaposoma mstari wa 14 unasema, basi tuzingatie kwa makini imani tunayoiungama, maana tunaye kuhani mkuu aliyeingia mpaka mbinguni. Na Yesu na apewe sifa sana. Ninasema ya kwamba mchana wa leo tuzingatie sana imani yetu ambayo tunaiungama, ni kwa sababu tuna kuhani mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ni kuhani mkuu, na sio kuhani mkuu peke yake, kwani alikuja duniani akakaa na wanadamu, akafundisha wanadamu, akakula na wanadamu, akatembea na wanadamu, akaweza kuponya, akaweza kufufua, na mwishowe ni mazuri. Haleluya. Yeye anaishi kule katika wa kuume wa baba yake. Bwana Yesu na apewe sifa sana. Ninakuambia tunaye kuhani mkuu,
Sijui kama unaamini kwenye dunia hii kuna watu ambao ni wenye majina makubwa, kuna watu ambao wanatambuliwa sana, lakini kuna kitu kimoja ambacho wale watu hawawezi wakafanya. Wale watu hawawezi wakafika mbinguni, mahali kuhani wetu ambaye ni Yesu Kristo alipoenda na anaishi pale, anatuandalia makao, na akimaliza atakutukujia kama kanisa. Nataka upigie Bwana Yesu makofi mazuri, maana nataka nibariki maisha yako mchana wa leo. Ni kuambia ya kwamba ndio kuna mchawi ambaye anaogopewa sana katika area ya kwenu. Kuna muganga, kuna watu wa devil worshiper, kuna shetani ambaye ni Lucifer, lakini hawezi karibia mbinguni. Ni kwa sababu kule aliondolewa na hana mamlaka ya kurudi kule. Ninasema hivi, tunapaswa kujivunia kuhani wetu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anaishi tu mbinguni, anatuandalia makao, anakuandalia mahali ambapo utaenda kuishi, anakuandalia mahali pazuri. Utakaa bila magonjwa, utakaa bila kilio, utakaa bila kuishi njaa, utakaa bila maadui, ya kwamba mahali pale ambapo tunaandaliwa na kuhani mkuu ni mahali pazuri. Kwa hivyo tunapaswa kujivunia ya kwamba kile ambacho kuhani wetu wanatenda, watu wa dunia wawezi wakatenda, shetani mwenyewe hawezi akatenda, devil worshiper hawezi wakatenda. Tupigie Bwana Yesu makofi mazuri. Hata pesa ambazo uko nazo haziwezi vikakulipia tikiti ya kufika mahali pale, kwa sababu ni mahali pa juu na ni Mungu anayekaa pale. Duniani ni mahali pa kupumzisha miguu yake. Bwana Yesu sadaka nzuri ya makofi. Ninasema ya kwamba tuweze kuiungama imani yetu, ni kwa sababu kuna shujaa wa imani ambaye alishuka hapa duniani, akakaa nasi, akatufundisha vizuri. Jamani, tulikuwa tumezuiliwa, tumekuwa tumefungiwa kule kuzimu, mambo yetu yalikuwa yamefungiwa kule, watoto walikuwa wamefungiwa kule, biashara zilikuwa zimefungiwa kule, wokovu wetu ulikuwa umefungiwa kule, uhuru wetu ulikuwa umefungiwa kule. Lakini Yesu ni nani? Akaingia kule kuzimu, wakakutana na Lucifer, wakapambana na shetani, wakamenyuana na shetani. Biblia inasema ya kwamba mwishowe akamshinda ibilisi nguvu, na akanyakua zile funguo za mamlaka, na akatoka naso kule kuzimu. Dhihirisho ya kwamba tunaye kuhani mkuu ambaye ako na ufunguo. Yesu ako na ufunguo wa biashara yako, Yesu ako na ufunguo wa ndoa yako. Huyo mtoto ambaye unatafuta, Yesu ako na ufunguo. Hiyo harusi yako ni Yesu ako na ufunguo. Hiyo huduma yako ni Yesu ako na ufunguo. Washa kutishiwa na wachungaji wakikuuzia maji na vitambaa na vibangio, na kuletea kuhani mkuu ambaye aliteswa ni kwa ajili ya maisha yako. Hakuna chochote ambacho kinapaswa kukutisha ukiwa dunia hii. Elewa kunaye aliye juu mbinguni anakupigania. Kwa hivyo kutoka siku ya leo, endelea kuiungama imani yako, ukielewa ya kwamba kunaye kuhani mkuu ambaye anakupigania, anakutetea. Wanaungana watu 20, Bwana anawatawanyisha kwa njia 7. Vile ambavyo waliungana hawataungana tena kukunenea. Ni kwa sababu kunaye kuhani mkuu ambaye anakupigania, anapigania wazazi wako. Ukienda hospitali wewe unapona, wengine unawaacha pale wanapelekwa mochari. Isi huyu ni kuhani mkuu jamani, ni Yesu ambaye anakutetea. Anasema wacha uendelee kuishi ili ufurahie matunda ya ule uhuru ambao alipigania na akakukabidhi wewe. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Namwambia Petro, ndani yako wewe
wewe Petro, sikisha, wewe ni mwamba, na ndani ya mwamba huu nitajenga hekalu, na kwenye hilo hekalu hata misingi ya kuzimu haitaweza kuitikisa. Nasema kuhani mkuu akikuongoza, hata kuzimu hawatakuondoa mahali ulipo. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Jesus. 15 inasema hivi, huyu kuhani mkuu wetu anaelewa kabisa unyonge wetu. Yeye mwenyewe alijaribiwa kama sisi kwa kila namna, lakini hakutenda dhambi. Bwana Yesu apewe sifa sana. Ninasema ya kwamba kuhani mkuu aliweza kujaribiwa, anaelewa kabisa unyonge wetu. Yesu anajua vizuri wewe ni single mama na unahitaji msaidizi. Sasa kuna shida gani ya kupiga magoti na kushitaki hilo jambo kwa kuhani mkuu? Maana yeye anaelewa unyonge wako, kile kitu ambacho kinakusumbua hata uwezi ukaamka usiku wa manane kuomba, ni kwa sababu kuna jambo ambalo liliumisha moyo wako. Biblia inasema ya kwamba Yesu mwenyewe anaelewa unyonge wetu, na hayo yote alipitia kila aina yote ya mateso na hakufanya dhambi. Kanisa la Bwana, tusimuache Mungu, maana tumeambiwa tunaye kuhani mkuu ambaye anatupigania. Hata hali iwe namna gani, hata kama ushago kwenu hakujanyesha, hata kama saa hii hauna kazi, elewa ya kwamba kunaye kuhani mkuu ambaye anakupigania. Kile ambacho umekosa mashambani, hapa mjini utakuja kukipata wewe, katika jina la Yesu Kristo. Wazazi wako hawawezi wakakosa chakula na wewe hapa ukose chakula. Bwana ataachilia mvua ya baraka, utapata ukule ushibe na watumie, katika jina la Yesu Kristo. Hiyo ni kazi ya kuhani mkuu ambaye anashughulikia kanisa lake akiwa juu mbinguni. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. Simon Petro anasema, Bwana, sisi tuko na ustadi mkubwa sana na tumeshinda mahali usiku kucha na hatujapata chochote. Sasa wewe unakuja kuniambia nini na saa hii mchana? Hata samaki wenyewe wametoroka, wamekimbia, wameenda kujificha. Bwana Yesu apewe sifa sana. Lakini jambo la kushangaza, Yesu anamwambia wewe, shusha nyavu zako kwenye bahari. Bwana Yesu apewe sifa sana. Mahali ambapo alielekezwa na Yesu, akasema, Bwana, kwa sababu umenena, basi nitatii na nitafanya vile. Kwa sababu yeye ni kuhani mkuu, akashughulikia kina Petro, akawaambia vile ambavyo watafanya. Usiku kucha wakiwa na ule ujuzi wao, wakakosa kupata kitu, lakini mchana jua likiwa hapa katikati wakashika samaki. Naona Petro akiitana, anasema, Simoni, ukuje unisaidie. Anasema, Dennis, nisaidie, maana nyavu zimejaa samaki, hata wananishinda kuwatoa kwenye bahari. Na jambo la kushangaza ni hilo, wakati walipomaliza vile, Yesu akawaambia, isitoshe, sasa kutoka siku ya leo hamtakuwa samaki tena, bali nitawafanya wavuvi wa watu. Pigie Bwana Yesu makofi mazuri. Yesu akiingia katika maisha yako, mambo inakuwa sawa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Ninasema Yesu anaelewa unyonge wetu. Haijalishi ndoa yako imekuwa na challenges, haijalishi biashara unafungua na upati kitu, haijalishi mahali ulikotoka, hata hauna kasehemu kakujenga. Bwana ni Mungu wa watoto wasio na wazazi. Bwana Yesu na apewe sifa sana. Ni mume wa wajane.